Sasa wewe juu ya security ni kwako. Yesu, sitarudi kusema tena vitu. Wewe ni kujua kila kitu, juu watu wana fitna. Wakishaona mtu anaanza kupata rehema, anaanza barikiwa, wavimba roho watavimba roho. Unaona? Wavimba macho wataanza kuvimba macho. Waanze nungunika. Sasa pale wewe uwe makini. Yesu bosi. Pana baraka, patakuja uadui. Hangi. Thank you. Nakuzimia. Aha. Yaani sikuelewi. Jana tu mechi imekwisha, wewe umekuja ni tuti. Wewe ulimind. Mimi mwisho kwambia timu Mugishira lazima itampiga timu Tamu. Sawa. Mimi sikuwa kwa mpinzani. Lakini sawa kawaida ungelibaki sasa ndio kaanza kunipatia supply pale. Mashabiki aga bibovu. Eva kwa na wa side. MMC ndo mafanikio. Wewe vipi? Sawa mimi nikataa. Lakini ni jamaa angewatoa roho. Kwani ule namba 7 kwa nini? Wewe umeona. Sio kama vile mkosaji. Ngapi kwa ngapi? Ngapi kwa ngapi? Lakini nikisema ngapi kwa ngapi? Hiyo sisi nikasema. Kwa kweli umenipiga. Leta story kwa. Wewe umenitia kikweli kweli. Mama wewe. Yaani umekumenikania. Yaani vitu vilisara mpaka kwa mashabiki. Hadi mashabiki kwao karitani. MMC unaijua unaisikia. Yaani wewe acha tu. Sasa Baba J hadi maadui wanapinga hapa lakini moyoni wana. Sasa bro sasa mtu kimoja. Leta habari sasa. Unajua kuna wale washikaji wangu ambao wanasomea kule Uturuki. Umeona Sasa unajua nimewatupa kule kitambo tu. Sasa hivi na wenyewe patishia mpango ili visa imeshatoka. Sasa niache ulofa maneno. Tuna mipango mirefu mimi. Hata ikitoka nitashinda kukwambia. Lazima nikwambie wewe si ndo mtu wangu, mtu wa maana sana au vipi? Unajua unakuwa una msimamo nowadays. Hebu leta habari Uturuki. Uturuki ni kwamba wanakuja kutoka wanakuja likizo. Wanakuja likizo. Mwezi siku yani za usoni. Hapa tu soon is possible wanakuwa wameshafika. Usijali gari lipo pale. Tabisa hilo tu tuwapokee hapo. Au vipi? Alafu unajua umezungumzia Uturuki. Kama na mimi yani umenipeleka. Nakujua sana mzee wa dinga. Nisha yuko dokozia lakini sikukupa kiurefu nikupa tu just. Acha kuniambia. Kuna nini tena? Business nini? Mimi mwenyewe yupo, ambaye anasoma Uturuki na wale generation yangu mimi. Ndio. Sawa. Generation yangu ile generation na mambo ya Seilav sio nakumbuka yale. Wakati wa kina Alimasi na Pedaya. Nakumbuka kule kwa shika anapiga magoti pale. Na Mesierabu. Unapiga magoti pale vile. Kina Waso kina Bubu. Bwana Sasa kwa nani washikaji zangu huko unajua sometimes mko wana chat nini vipi ya huko. Nikatokea unajua siku zote mwenye bahati yake unaweza kuwa uko zako chini ya muembe lakini unaona mnazi huyo ghafla ghafla inadondoka. Mambo haya. So nitokea kumpata rafiki wa kike. Alafu uzuri wa bahati mashallah mzaliwa Bujumbura yetu. Sinambie bana acha hivyo. Alafu kila kunako kicha ya jana yafanana na ya leo. Na ya kesho inakuwa tofauti na ya jana. Hapo unajua mimi mimi sijakupata vizuri. Mimi tulia. Mawani haya. Bado nakupa vipi? Mawani tatizo mawani. Weka basi hapa pembeni. Jay. Nishakwambia kitu kimoja. Si ndio? Wewe kuna kitu ambacho hujaelewa vizuri. Kama unapendaga that's why you are my best. Mimi ninapokuangalia kwenye macho yako havyo yanavyocheza hivi. Kana kwamba kuna kitu ambacho nataka kudokezea lakini huko napiga sijui niseme ni reverse ya gari, sijui niseme wapiga rekirea kucheza mabii. Sio zibaya. Ndio hiyo shida hapo ndio yani Waswahili mkasikia harufu ya pilau na usubiri kunao. Wewe sikia. Mimi nisharakia kula makoko hata wale sijawazisha. Sikiliza basi. Yaani la ukweli ni kama bado mwenyewe sijaelewa ni lipi. Lakini kifupi kama nimekwambia we are just like this. Acha wewe. Elewa hicho kitu. Ngoja kwanza. Naiona ishara fulani ambayo nausikia utofauti yani. Ile utofauti ngesi nilivyokuwa yani.
Umeshashare. Ndugu yangu hapo sasa hapo. Unaona wanasema kwamba ngoti upira ikifika kwa mkonaji mtu anajikuna nayo. Aswa. Yaani kama ni usome dondoka. Unaona? Sasa ndio naambia vizuri. Huyo mtu nani? Unajua nini? Swali ngumu alafu lepesi. Moyo wangu mwenyewe bado unatafakari, unafikiria umwite nani. Sasa hizo ukiniuliza huyo mtu nani? Unajua mimi na wewe tupende kudanganyana mama. Yes, mimi na wewe tuko hivi. Kabisa. Sambamba yani. Kabisa moja. Ukivunjika tu mguu, mimi tayari nimeshavunjika mkono. Mwenyewe bila wewe yangu mengine. Sasa ni hivi ndugu yangu. Hapa sio unanipiga korosi. Tena mimi hapo umeniambia. Korosi tulishia ile siku ya timu kisha timu Tambwe. Kati mimi nilikuwa korosi ndugu. Ya tulia basi. Umeshakwisha lakini umeshanipiga ndio kubali. Sikia basi. Calm down my best. Sawa. Sikiliza. Wewe usijali. Wallahi ukweli ndio huyo kabisa. Mwenyewe moyo wangu bado yupo lakini yuko haraka. Yaani saa zote tuko saidi. Alafu kingine kitu kinachonifurahisha. Na kunipa bidii. Na kunifanya nijisikie kama niko wakati niko na chat naye. Asante testa kama tena stress za uroho. Na feel tofauti. Yaani kama vile najua ndio niko na chat naye hata kama sijamjua wewe mtu. Maana mimi si ndio wewe sasa. Damu zinaanza gusana. Umeanza sasa hapo umeharibu. Samahani. Hapo sawa. Mameni, yani huyu apata mzee wangu niko tayari kumu. Hiyo tena nyingine issue. Sasa kifupi ndio hivyo. Lakini naona kama huyu ndio anaelekea kwa shemeji yako mtarajiwa na ndio ananifaa. Sababu ana kila sababu jama. Lakini picha sonayo lakini mameni. Tunafichana hadi huko. Haraka haraka haina baraka. Unasahau maneno ya sio anavyotuambiaga Mugisha. Mwalimu wetu, master wetu, kiongozi wetu. Kwamba wasistaajabu ya Musa. Kidharau ya Musa. Kidharau ya sio hata ya. Tustiri shule hapo. Alafu nasikia tuko na program leo unajua mazoezi ya timu Mugisha FC. Nenda bana mimi nakuja kufanya nini? Oya mama niacha ujinga. Bana ndio hiyo. Nenda bana. Kama kiatu unataka kiatu iko pale unajua ambapo umekiweka nenda chukua nenda huko. Najua na wewe unazungumza tulikutazama usoni jibu ni tunaenda. Haya mavazi yani. What are you? Let's go man. Tuamiri. Yaani wewe acha tu. Alafu leo nani ana drive wewe ni? Nakuzimia. Kwa ukweli kabisa ngisi mnampokeaga kama kawaida na furahi sana. Nishajisikia niko kwetu, niko nyumbani. Mzee. Wewe ulimuhira. Hapo sio na kukubali. Lazima. Na mke wako pia ananipokeaga vizuri, si vibaya. Sasa kwa hiyo kama gisi tumezungumza kama kawaida yangu ilikuwa inafikiria muda niweze kutizama namna ya kuishi. Namna yenu ya kuishi na kuendelea kwa hali ya nyumbani. Sasa ndio maana nimeandaa tena kwa mara nyingine zawadi hapa. Hiyo ungenipa mimi. Wanawake ndio wanajuaga kuchunga mambo ya hela, mambo ya nini. Wewe si utanini? Nimeleta mfuko wa mchele. Ule ndio ngipatia madami. Mfuko wa mchele, mfuko wa sukari nimeona. Lakini pesa? Basi mimi ndo natoa rasio. Za kwako tutajuana. Wewe si yeye ni rasio ni nyumbani kila kitu wani. Asante. Amina. Kwa kweli sijui mwambie aje, nashukuru sana. Saidia sana. Akunitumikia haki mimi angenipatia hiyo envelope hiyo. Basi ulishazoea kila siku nakupa wewe, acha sasa ni change nimpe na yeye. Asikie raha. Mungu wewe ulimzaa mtoto wewe mwenyewe. Hata nipata DC huyu. Sina yeye kamnyonyesha. Kambeba kwanza mimba. Miezi 9. Wewe kamnyonyesha. Miaka mingapi? 2 mitatu. Miwili. Na kanizalia mtoto mzuri. Kwa hiyo lakini wekunda ni wewe. Ala wekunda wako. Alafu ni macho malenge. Mama yake. Ya mama yake hapo mrembo. Nakwambia. Unamshukuru Mungu. Usali hata raka ngapi?
Ndio. Kila siku. Unamshukuru Mungu kabisa. Vipi sasa hali yako? Si jambo. Kwa kweli nilikuwa nataka niwafikishie hii na zawadi. Nipate nafasi ya kuwashukuruni tena. Tena niwaambie kama mimi huyu mtoto wenu Amra kabisa nampenda. Nasikia kabisa tanirizisha nikimuoa. Natamani hata nimuoe mapema, mbio upesi, mfanye haraka, lakini ndio hivyo tena, yataenda kama kawaida. Mwa hizi siku 2, 3, 4 anaweza kawasiri hapa. Ndio vile mmeniambia. Sasa kwa hiyo nimeharakisha, nikafanya bidii, hata kama nilikuwa sija fanikisha kupata hela zangu kama kawaida, lakini nimefanya bidii, nguvu kama mwanaume. Wewe hela unazo bana. Kama Marijani. Haongoji kupambana, hela zipo. Zipo bana. Nyenge hizi na bwana yeye. Hakuna. Sasa kwa hiyo nataka mtoto afikie fasi, aje akute nyumbani kuna kila kitu. Hakuna wasiwasi. Sukari umeona, mchere mtapika kama kawaida. Unaona mzee wangu kabisa. Mimi nakupenda. Hii familia kabisa. Nimeshajisikia ndani na nikioa mwa hii familia sasa. Si ndio tutakuwa tulisha kamatana? Tushakuwa moja. Wewe usijione wa chini, sina hela. Utapata, zitatoka kwangu zinamiminikia kwako. Unaona? Maharage nimeleta. Tena yale ya Jone. Njua ukufungua mfuko. Ni yale mazuri ya Jone. Jone nimeleta. Mchele nimeleta wa Tanzania. Huyu Mtanzania Kigoma. Una harufu kazuri. Ukipikia hapa, kule jirani anasikia. Unaona? Sasa kwa hiyo kale ka bido mmeona? Kama mafuta ya maoki. Yale ni maoki. Ni mafuta. Unaona? Huko kitu kimenifurahisha. Umenimatisha kwa kitu kimoja. Ni kusema hela zako ndo zangu. Ujisikie kabisa. Ndo zako. Na wewe hauna. Lakini sasa tutakupa. Ona sasa. Ukihitaji kuku. Unaona? Ukitaka nyama nzuri kama ya sungura, niambie. Ya panya ya kizungu, niambie. Ya ndegeruka, niambie. Mayoneze. Mwe mnakuwa na mayoneze pale juu. Hao wanapenda saladi, au kutoka hapa nje saladi, mboga nini. Kama franga zitakuwa tatizo, niambieni mimi hela. Mama kwetu sisi tunaita makuta. Ndio maana tunapataka hela. Sisi mnaziita faranga. Faranga sio kitu. Nakuzimia. Sawa. Unatoka tena? Hata kama unajua just umeingia una rest kidogo nje tuongee mawili matatu. Yaani wewe ni kuingia kutoka. Kaenda kwenye shughuli. Shughuli nyingi. Sasa una neno? Sema. Msiku ngapi mimi hatujakaa chini tuongee. Sema nikuchoree. Mchore kwa. Hivi siku unachoresha. Niko sawa, pocket money yangu bado ingali. Hata mimi sina shida na pesa. Nasema tena. Jua likali hilo angalia. Niko naenda tu na programu nyingi, lakini kama una wazo niambie. Tunakaa tu tubadilishane mawazo kama mtoto na baba. Takutaarifu ni kitu. Lakini kama ulikuwa na question niulize, bado sijaenda. Kwani naweza nikarudi nishachoka nini? Nafikia ni kulala tu. Napendeza sana. Sasa mimi naona mambo yamechange. Aje? Yes, leo tu unawaka kwa sana, style mpya. Hizi sinazivana jua. Nitakuachia. Si size yako hii. Ukichukua sawa,
itakuendea. Lakini po nimechange juu unaona, because msema ukweli mpenzi wa Mungu. Unaona, hizi siku kwa ukweli nimejipanga kidogo juu ya kuweza kuleta mwingine mwanamke ndani hapa. Miezi ijayo nitajipanga vizuri na nitakuelezea mambo yote jinsi yako, lakini hivi umesusia kuwaza au kuwazia, nimependa nitie mambo madogo wazi. So that you mean that unataka nimempenda mtoto mwanamke, ikafika tu roho inamfupa mtoto wangu. Yatakufikia wewe, subiri tu, yatakufikia. Yanachoma, yanaumiza, mapenzi wapi, lakini mabaya tu, mazuri tu, mabaya tu, ndio hivyo. Safi. Unajua kama mpaka sasa sijaelewa. Maybe just unataka kunitania, unataka kunisikia la kunitoka hemo. But are you serious that? I am very serious. Very serious. Oh. Wow. Kuna jambo lizuri sana. Mazuri sana. Just sometimes waga naona ukali from nowhere, nafikiri tunaelewa kwa sababu dadi iko peke yake. Bon. Ndio hivyo, lakini yatakuwa mazuri. Usihofu, okay. Usiwaze utateswa mwa hii nyumba, hapana. Mambo yatakuwa mazuri. Alafu unajua kwa nini? Nimepata jibu ya maswali yangu. Okay. Kumbe hizi style zote ni kwa niaba ya mchumba lazima pawe mbadiliko fulani, kwani mchumba mwenyewe nampenda na yeye anampenda, tunapendana. Ndio dad. Love. It's very well. Very. Lakini na imani wamechagua mahali sahihi. Mwanamke mwenye heshima zake, mwenye miaka yake. Amelelewa vizuri. Ana tabia nzuri. Afu mrembo, sawa vile mamako. Wewe tohaiswa kama mamangu alikuwa ni mwanzo. Alikuwa mrembo kweli, lakini na huyo mwingine utajionea mwenyewe. Siku zitafika, na imani pia umri mmoja ni kama muda mwafaka ukija, basi takupresent. Alisubiri kwa hamu kabisa. Unaona sana. Wewe ni mtoto wangu pekee. Ndio dad. Lazima nitengeneze mambo yenye hayatakuharibia au hayatakufanyia kibaya. Sawa. Usiwaze yeye mama wa kambo nini, ushakuwa. Wewe ukiwa shida ya kitu utauliza mimi. Sawa. Kisha uliza mimi, basi mambo yatakuwa sawa. Ndio. Ndio. Asante dad, naomba sana kwa hilo. Acha lazima nikushindikize, lazima nikutoe. Kama hauna nafasi ya kwenda twende wote. Mimi ndio sina ratiba, namsubiri tu Sami aje. Tupange ratiba zetu zingine. Safi. Mimi na wewe hadi milele, nakuzimia aminia, nakuzimia.